Sawa na ulimwengu wa leo unapozungumza namna ambavyo magonjwa yapo. Kimsingi ulimwengu wa leo inatakiwa watu wote tupambane katika msingi wa kuwa treated, kutibiwa kisaikolojia na sio kuendekeza kutibiwa kimatibabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima wote tubadilike kwamba ulimwengu tulipofikia tukiendekeza sana kutibiwa kwa matibabu kwa maana ya dawa badala ya kuangalia psychologically ni kwa namna gani tumeathirika. Kwa sababu asilimia kubwa hisia za watu haziko sawa sawa. Hebu imagine unakutana na mtu profesa, mtu daktari, anakunywa pombe, anavuta sigara, ni mzinzi. How do you judge uwezo wake wa elimu kwa ukubwa namna hiyo? Unakuta unakuwa na sintofahamu, si ndio? Kwa hiyo sasa je, hawa ambao ni wahanga sasa tunafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana ya afya ya akili ni ustawi wa jumla wa jinsi mtu anavyofikiria. Jambo la kwanza, namna mtu anavyofikiria, ustawi wa namna mtu anavyofikiria. Jambo la pili, mtu anavyotenda, na jambo la tatu, kudhibiti mahitaji na mabadiliko mbalimbali ya maisha yake. Mtu anavyofikiria, anavyotenda na kudhibiti mahitaji na mabadiliko. Sasa unapozungumza kufikiria ni kitu kimoja kikubwa sana. Huwa kufikiria hakuji tu. Kufikiria ni msingi wa kibinadamu ambao umetokana na uumbaji. Sasa kama umetokana na uumbaji, lazima ufikirie. Na kwa sababu una akili, lazima ufikirie. Na kufikiria manake ndo sehemu sahihi ambapo unapanga mipango katika kutekeleza misingi ya maisha yako. Sasa je, unafikiria vitu gani? Sasa kufikiria mara nyingi inatokana na imani. Imani ambayo imejengwa kwako wewe. Sasa imani inajengwa vipi? Kuna wale watu ambao wamekulea wewe. Kuna wale watu unaoshinda nao, kuna mawazo wamekupa. Kuna thamani ambavyo unafikiria yale mawazo. Kuna tabia na mienendo ya unavyoyachukulia yale mawazo. Hivyo ndio vinaleta wewe kiwango cha kufikiria. Kwa hiyo huwezi ukafikiria vitu ambavyo huvifahamu. Utafikiria vile vitu ambavyo ni sehemu yako ya maisha. Kwa hiyo huyu mtoto au huyu muhanga ambaye ni tunamsaidia, mdiakonia ambaye tunamsaidia sasa ambaye ni muhanga. Kwa sababu watoto wengi tumekuwa tukiwasaidia wakiwa wametokea familia ambazo kwanza wanafungiwa. Kuna wengine wanafungiwa, hawaruhusiwi kutoka. Sisi ndio tunawaibua kama wadau. Lakini kuna wengine hawapati huduma kabisa. Lakini kuna wengine shuleni hawapelekwi. Kuna wengine hata huduma za chakula hawapati. Sasa hili linampelekea huyu mtoto aanze kufikiria kama ni swala la kawaida katika msingi wa kutopata chakula, katika msingi wa kutopata haki zake. Akili yake inafikiria hayo kama ni common. Mnanipata jamani? Kwa hiyo akili ya huyu mtoto inapoanza kufikiria kwamba hichi ni cha kawaida, amini kabisa fikra zake na mawazo yake na matendo yake hayawezi yakawa zaidi ya pale. Hicho ndio kitakuwa msingi kwake. Kwa hiyo kumbe kitu namba moja ni kumsaidia huyu mtoto, huyu muhanga, kwanza kumuondolea fikra kama hivi, kama huduma inavyosema. Jambo la kwanza lazima aelewe kwamba haki za msingi kwake ni kitu cha kawaida. Chakula kwake ni kitu cha kawaida. Mahusiano kwake na wengine ni kitu cha kawaida. Hapo unakuwa umejenga uwezo wake wa fikra, uwezo wa kutenda na kudhibiti mahitaji yake. Lakini pia ni mawazo ambayo hutunza ukuaji, ujasiri na amani. Ni mawazo ambayo hutunza ukuaji, ujasiri na amani. Unapozungumza ukuaji, kila mwanadamu, iwe ni wewe, iwe ni mama, iwe ni kijana, iwe ni huyu mnufaika wa udiakonia, anapaswa kukua, anapaswa kustawi, anapaswa kusonga mbele, na anapaswa kuishi maisha yake ambayo ni mazuri. Yaani haijalishi yupo katika muundo wa namna gani. Ni ana abnormality ambayo kwa muonekano hawezi kufanya chochote. Lakini jambo la msingi elewa, anapaswa kukua, anapaswa kustawi, anapaswa kusonga mbele bila kujali mapungufu aliyonayo. Sasa kuna wakati tumefika hatua kwamba
kuna kundi fulani halipaswi kusonga mbele. Yaani wewe mdau namba moja ndio unafikiria hivyo kwamba kwa sababu huyu anatembelea Magongo hapasi kuwa na uchumi mkubwa, long perception, ambayo inaenda kuasili moja kwa moja huyu mnufaika. Kwa sisi ni watu namba moja wa kuondoa kwanza, ambao tuwajengee akili, ambao watakuja na akili mpya na tafakuri mpya kwa ajili ya wao wenyewe kustawi. Na tunaposema mtu kustawi, haitakiwi mtu ustawi alafu huku na makando una mambo ya ovyo. Tunatakiwa ustawi, sababu tunapozungumza mtu kukua au